Hai. Tukiendelea na mada yetu ya umuhimu wa kuzingatia taratibu za mpango miji. Very important. Leo nitawaambia buffer zone, lakini itakuwa ni upande wa barabara. Barabara pia zina buffer zone. Na buffer zone ya kwenye barabara inaitwa right of way, au mara nyingi tumezoea kuona inaitwa reserve road. Na hizi barabara zina ukubwa tofauti tofauti. Kwa mujibu wa standards za mipango miji tunazita planning and space standard, viwango vya uendelezaji. Tuna barabara kubwa kabisa ambazo tunazita trunk road, mfano Bagamoyo road au Morogoro road, hizi ni trunk road. Lakini tuna primary distributor, zile kubwa, yani kwa ikitoka hiyo trunk road inayofuatia kwa ukubwa inaitwa primary distributor. Lakini tuna district distributor, tuna local distributor, then tuna access road in the residential area, halafu tuna access road kwenye industrial area, na tuna access road katika shopping areas. Lakini tuna barabara vinaitwa cul-de-sac, ambayo barabara ambayo haitoki. Halafu tuna rural roads, barabara za vijijini, tuna highway katika miji, halafu tuna pedestrian access au pedestrian footpath. Na barabara zote hizi zina ukubwa tofauti tofauti kulingana pia na matumizi. Na ukiachia huku kwenye viwango vya uendelezaji vya kimipango miji, bado kuna sheria ya barabara na yenyewe inaainisha sasa specifically hivyo viwango. Sisi huku tuna viwango vya chini, tunasema minimum space standard. Kwa mfano trunk road inaweza ikawa ni kuanzia mita 80 mpaka mita 120 ule upana wa barabara. Sasa barabara kama hii, ile sehemu ya kupitika ile tunasema carriage of way, ile ambayo ndo gari zinapita, au ile sehemu ambayo ndo inawekwa lami, inakuwa na mita ndogo sana. Kwa mfano trunk road inaweza ikawa na mita 8 mpaka mita 12, ambayo ndo sehemu ya magari kupita au watu kupita au nini. Sasa unapoiona barabara, kile wewe mwananchi unachokiona ambacho ndio unakiita barabara, ile ni carriage way, sehemu ya kupita. Lakini hiyo barabara inakuwa sasa na bafa yake ambayo ndio inaitwa road reserve. Sasa ukijikuta umejenga kwenye hii road reserve, tafsiri yake bado wewe utaitwa umejenga barabarani, ama umeweka maduka, ama unafanya biashara, bado itahesabika wewe unafanya hiyo biashara yako barabarani, ama umejenga jengo lako barabarani. Kwa hiyo hauwezi ukashughulika na hii miamala ya kimipango miji kama kupima, kupata hati, kubadilisha matumizi ya yani sasa hauqualify. Kwa hiyo tunaona sasa umuhimu wa hii buffer zone na kuizingatia, kwa sababu usipoizingatia unaweza ukafanya manuva ukajenga bila kibali, ukakamilisha, then ukawa unataka mkopo uendelee kufanya biashara kubwa kubwa zaidi. Ili upewe mkopo utadaiwa dhamana. Dhamana hiyo ni hati. Then ukija kwenye hati, uchunguzi ukifanyika, inaonekana wewe umejenga barabarani. Sasa wewe utaanza kutoa maelezo mengi, mimi siko barabarani, barabara iko mbali, lakini ulipaswa kwanza ujue hiyo buffer zone ya barabara ni ngapi, hiyo road reserve ni ngapi. Kile wewe unachokiona pale ni carriage way, sehemu ya kupita. Kwa mfano njia ya miguu tunasema footpath au access, pedestrian access. Yenyewe ile reserve yake ni mita 5, kwa hiyo kila upande ni mita 2.5, mita 2.5. Lakini kile kisehemu ambacho watu ndo wanapita sasa kwa mguu kinakuwa na mita 2 tu, kina mita 2. Kwa hiyo kuna nyongeza nyingine ya kila upande mita 1.5, mita 1.5, ambayo inatakiwa kuwa wazi ni sehemu ya kupita. Hiyo nimetolea mfano tu wa njia ya miguu. Lakini chukulia mfano sasa pia hizi tunasema district distributor. Hizi ni barabara zinazounganisha wilaya moja na wilaya nyingine. Unaona, unatoka wilaya moja unakwenda wilaya nyingine. Hiyo ni barabara kubwa. Carriageway yake
inakuwa ni mita 6 mpaka mita 7. Ile sehemu ambayo ndio gari zinapita au watu wanapita, basikeli zinapita, pikipiki zinapita, inakuwa ina mita 6 mpaka 7. Lakini sasa hiyo road reserve ni mita 30 mpaka mita 60. Umeiona hiyo? Ina mita 30 au mpaka mita 60. Kama ikiwa ni barabara ya mita 30, tafsiri yake upande mmoja mita 15 na upande mwingine mita 15. Unapima kwenye center line ya barabara. Kama ni barabara ya let's say mita 60, tafsiri yake unapima kutokea center ya barabara pale mita 30 kwa mita 30. Sasa wewe umejenga, yani baada tu ya ile carriageway ukaweka hapo jengo lako la biashara, umejenga barabarani. Kwa hiyo ndio maana nasema utakuwa hauna parking, hauna sehemu ya wateja wako kusimama, hauna, yani ni kwamba umejenga ndani ya eneo la barabara, ndani ya reserve ya barabara. Kwa mimi naendelea kuasisitiza wananchi wenzangu tuzingatie taratibu za mipango miji, kwa sababu ndio zinatawala maisha yetu ya kila siku. Kama unavyoona, unaweza ukahisi kama vile mipango miji haikuhusu, lakini ukichukulia mfano huu, umejenga ukiamini kwamba uko sahihi, kumbe uko kwenye reserve ya barabara. Wakati mwingine hizi reserve zinakuwa hazijaoneshwa, lakini kuna kwa mfano barabara kubwa utakuta yamewekwa yale mawe ambayo yanaonyesha mwisho wa barabara, mwisho wa barabara. Ile ndio reserve sasa ya barabara, ama tunaita right of way. Lakini pia tunazo barabara nyingi hazijaonyesha hii right of way. Sasa ikitokea wewe hapo uliponunua barabara haijaonyeshwa mwisho wake ni wapi, hebu chukua hatua ya kwenda kuulizia. Tuna watu kama TANROADS, tuna watu kama TARURA, watakwambia, ama fika kwenye manispaa husika, watakwambia hiyo barabara yako wewe reserve yake ni ngapi, right of way yake ni ngapi, ili sasa wewe ujue kiwanja unachouziwa kiko barabarani au hakiko barabarani. Sio ukajikuta umeshanunua ndo unaanza kuhangaika sasa unaambiwa kiwanja kiko barabarani. Hapana, tunatakiwa kufanya maamuzi sahihi, na maamuzi sahihi ni kabla ya kununua kiwanja.